Hi again. Hiya, hiya, hiya. Hiya is a British English, which means it's like mambo. Hiya. Kienda mahali dereva wa daladala, dukani, sijui wapi, mwambia mtoto hiya. Hiya, it means it's like mambo au sasa hizi hivyo, yani salamu ya chap chap. Okay? Haya, bila kupoteza muda. Leo nataka sasa tuongelee object. Leo tunamalizia sentensi ya Kizungu. Tulisema sentensi ya Kizungu ina sehemu kuu tatu. Do you remember my student? Tulisema sentensi ya Kizungu ina sehemu kuu tatu. Who remembers them? Sehemu ya kwanza ni subject, sehemu ya pili ni verb na sehemu ya tatu ni object. Tuliongelea subject, tukasema ni mtendaji, mtu anayetenda kitendo au kitu kinachotenda kitendo kwenye sentensi. Nafanya recap, marudio kwa kifupi kwa ajili ya watu wale ambao hawakuwepo, lakini kama haujashiriki nasi masomo yaliyopita, tafadhali rudi kwenye video zilizopita, yapitia ili twende pamoja. Kwa kwenye ukurasa mmoja. Sawa sawa. Haya. Subject ni mtendaji. Kwa mfano, my father has come. My father is a doctor. My father pale ndo anayetenda kitendo cha kuja. Okay? Haya. Tukisema the bus has left. The bus ndio limetenda kitendo cha kuondoka. Basi limeondoka. Hizo ni subject. Halafu tukasema sehemu ya pili ni verb. Sehemu ya pili ni nini? Ni verb. Verb tulisema ni kitendo. Na tukasema kuna aina mbili za vitendo. Kuna vitendo vinavyoonekana na kuna vitendo visivyoonekana. Huko mbele utakuja kunielewa kwa nini tunaongelea aina mbili za verb, kwa sababu verb nyingine ni verb nyingine ni action verb, kitendo kinachoonekana. Kwa mfano mimi sasa hivi ninakunywa kinywaji baridi. Hiyo ni action verb. Alafu kuna state verb au stative verbs. Hizo ni zile vitendo ambavyo vinaonekana. Kwa mfano think. Kufikiria, mtu anafikiria lakini humuoni, hamna kitendo cha kufikiria. Sawa ya masomo yaliyopita. Leo tunamalizia object. Object ni nini? Object kwa kifupi bila kuzunguka. Object ni mtendewa. Kama ni kitu ni kitendewa, kwa sababu kumbuka mtendaji tulisema kuna mtu au kitu. Hata mnyama, nyau, simba. Lakini kwenye mtendewa sasa pia ni mtu au kitu. Kwa mfano, I love you. I love you, my students. I love you. I, mimi mtendaji. Love ni state verb, ni verb. Afu you ni object. Sasa utaniambia teacher, mbona object na subject ni kitu kile kile? No, hapana. Sio kitu kile kile. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninaposema I, okay? Nikisema I kwenye object inakuwa me. Na huwezi hata siku moja kwanza sentensi na me. Of course utasikia watu wanaongea, me I like music. Me I like music. It's not right. Huwezi kusema me I like music. Me haipaswi kuwa mwanzo wa sentensi hata siku moja kama unataka kuongea standard English. Okay? Haya. Lakini kwenye Viingereza vya mtaani na nini unaweza kusema me I love you. Me I like music. Me I don't care. No. Okay, sasa nimesema I inakuwa me, okay? He inakuwa him. I love him. She inakuwa her. I love her. Ninampenda wa kike. I love him. Ninampenda wa kiume. We, sisi, inakuwa us. They love us. They love us. Wanatupenda sisi. Okay? Hizo ni object. Kuna me, kuna him, kuna her, na kuna us. Tukija kwenye they inakuwa them. I love them. Nawapenda wao. You haibadilikagi. You inabaki hivyo. I love you. I love you. Kwenye subject
ni you na object ni you, na kuna nyingine tena ambayo ibadiliki ni it. It ni it. I love it. I love it. Naipenda au nakipenda kitu. Okay? Lakini kitu ambacho unaweza ukaniambia kinafanana kwenye subject na object ni kwamba unapotumia jina, kwa mfano Mariam loves John, hapo huwezi kutofautisha, wote utatumia majina kwenye object na subject. Lakini pale unapoamua kutumia kiwakilishi, yani pronoun, subject na object zinatofautiana. Alrighty, tuko pamoja. Sasa nataka tu ukumbuke vitu vya msingi. Huwezi kutumia object mwanzo wa sentence unless baadaye tutakuja kuongelea baadaye sana, lakini tushaanza kuiva hivi. Tutakuja kuongelea sentence ambayo inaanza na mtendewa. Na hata ikianza na mtendewa pia huwezi kuanza sentence na me. Huwezi kuanza sentence na them. Huwezi kuanza sentence na us. No. Objects mara nyingi zinakuwa after the verb kwa sababu ni anatendewa. I eat ugali. Ugali unatendewa. I eat it every day. I drive a car. I drive a car. Gari ni it. My sister called my parents. My sister called my parents. She called them. Okay? Ali taught me how to speak French. Ali taught me. Ni. Huwezi kusema I. Me. Ali, subject. Taught, verb. Me, object. Alrighty? He hates us. He hates us. Yeye anatuchukia sisi. Okay? Us. I like him. Ninampenda yeye. Him. Zote zinakuja baada ya verb. Kwa hiyo cha kukumbuka cha msingi, I, me. We, us. He, him. She, her. They, them. It, you. Hazibadiliki. Alafu you kuna wewe na you kuna nyie. You hiyo inamaanisha wewe au nyie, na zote hazibadiliki, zinakuwa you. I love you mmoja, I love you wawili, haibadiliki. Alright, nadhani mpaka sasa tumeelewana object nini. Nitakuwekea chati hapo ambayo itakufupishia tofauti ya subject na object. Hizo ni sehemu kuu 3 za sentensi ya Kiingereza. Ziko sehemu nyingine ambazo sio kuu. Hizo tumeongelea sehemu kuu. Huko baadaye tutakuja kuangalia sehemu nyingine, other parts of speech za sentensi ya Kizungu. Alright? Thank you. Sasa katika sentensi zifuatazo nakupa sentensi hizi. Uniambie hapo object ni nini? Object ni nini? Number 1. Mariam loves Ali. Mariam loves Ali. Hapo ni Mariam au Ali ambaye ni object. Ya pili, Miss Deborah drinks soda. Miss Deborah drinks soda. Ipi hapo ni object. Ya mwisho, my neighbors loves my parents. My neighbors love my parents. Ipi hapo ni object. Tuishia hapo. Hili somo litakuwa na part 2. Na part 2 tutakuwa na mifano zaidi na maswali. Until then, thank you very much for listening. Don't forget to subscribe. Don't forget to share and comment and like. Thank you so much and see you next lesson.